Kuwaambia wana ndugu mbaki baada ya watu wengine kutawanyika ninalo kusudi langu. Bado naona mioyo yenu ni migumu sana kukubaliana na hili jambo ambalo limetokea. Lakini ukweli ni kwamba ni lazima twende na neno la Mungu. Mungu anasema shukuruni kwa kila jambo. Lazima tumshukuru Mungu kwa neema aliyotupa. Neema ambayo anaiachilia kila siku na kila mmoja wetu anaipata hiyo neema. Hebu kumbuka neema ya penzi lake la thamani ambalo analiachilia kila siku. Okay. Baraka zake ambazo anaziachilia kila siku. Kumbuka zipo baraka zinazoonekana na baraka zisizoonekana. Hizi baraka zisizoonekana ndizo hasa zinazosimama na kutupa nguvu ya kushukuru kwa kila jambo. Najua upo wakati mgumu ambao ni ukweli. Unakuwa na wakati mgumu na unafanya mioyo kuwa mizito. Lakini hata katika hali hiyo mshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana Mungu ana makusudi. Mungu hutuwazia mema kila itwapo leo, kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Hakuna mtu aliyefanya kikao na Mungu kusema sasa nakupa neema hii ya uhai. Hii ni neema ambayo Mungu ameiachilia kwa kila mmoja wetu. Utakapokumbuka hivi, inapaswa kumshukuru Mungu kwa hii neema. Kumbuka kila unapoingiza pumzi ndani na kutoa nje, inapaswa kumshukuru Mungu, maana hiyo pumzi ni Mungu aliyokuachia, ni Mungu aliyokupa, na hulipi chochote. Ile ni neema. Neema ni uwezeshwaji wa bure ndani ya mtu. Hivyo basi inabidi mioyo yenu iyeyuke sasa. Mioyo yenu iwe ni mioyo ya shukrani badala ya majonzi, furaha badala ya kilio. Kumbuka unapomshukuru Mungu kwa ajili ya uhai, Mungu hukupa kibali katika ule uhai wako. Hupa neema katika ule uhai wako. Na siku Mungu anapokuja kuchukua ile neema ya uhai ndani yako, kila chozi linalia. Maana inakuwa ni kama tunu iliyoondolewa katikati ya watu. Hivi leo tunalia kwa ajili ya Mr. Richard Nila. Lakini kumbuka ni Bwana aliyetoa na Bwana ametwaa. Mr. Richard Nila si mwanadamu aliyemchukua, ni Mungu aliye hai amemchukua. Na kama Mungu aliye hai amemchukua, amemweka katika sehemu iliyo bora zaidi kuliko hii tulionayo sasa. Hivyo basi ni ombi langu mioyo yetu ilegee sasa. Ni ombi langu mioyo yetu itiwe nguvu. Ni ombi langu mioyo yetu sasa badala ya kilio kigeuke furaha. Machozi ya huzuni yageuke kuwa mioyo ya shukrani. Maana Mungu hupendezwa na shukrani. Mungu huheshimu mioyo ya shukrani. Hivyo basi nadhani kuanzia sasa mioyo yenu italegea. Mioyo yenu itayeyuka. Lile jiwe zito na jiwe gumu lililokaa katika mioyo yenu itakubaliana na hali halisi. Maana Bwana anaenda kuingilia kati. Ile mioyo migumu anaenda kuilainisha. Ile mioyo mizito anaenda kuifanya kuwa mipesi. Yeye ndio mbeba mizigo yetu. Maana mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Mungu wangu awabariki.
Ninajua mko katika wakati mgumu, lakini mnamhitaji Mungu ndani ya maisha yenu na Mungu atawapigania. Inatakiwa kuwa na moyo wa shujaa, moyo mkuu, moyo wa ujasiri kuweza kupambana na hii hali, na ni lazima hii hali mpate kuishinda. Nakuelewa sana mchungaji, lakini baba tulimzoea sana. It's not easy. Sio rahisi kumsahau. Sio rahisi. Ya, najua si rahisi, ndio maana nikasema mnamhitaji Mungu kushinda. Kwa mwanadamu inakuwa ngumu, lakini hakuna jambo gumu Mungu asiloliweza. Hakuna mzigo mzito Mungu asiobeba. Hakuna nira ambayo Mungu hawezi kuikata. Mungu wangu ni mwaminifu. Nashukuru sana. Wazee. Nawashukuru sana bwana. Nawashukuru sana. Ndio. Nawashukuru sana kwa kuweza kunipa support kubwa sana katika mazishi ya mzee. Naam. Usijali, maana matatizo ni sehemu ya maisha ya binadamu. So inapotokea tatizo kama hili, hatuna budi pia sisi kushirikiana ili tuweze kuyamaliza matatizo vizuri. Cha msingi wewe tulia, kaa, vumilia, na utaiona hii alikuwa ya kawaida hapo baadaye, na utaishi kama ilivyokuwa mwanzoni. Nashukuru sana. Alan, kwa kweli umeonyesha upendo wa dhati sana kwangu, kwa sababu nimekupigia simu ya ghafla tu lakini umeweza kuhudhuria mazishi ya mzee. Sababu ukiangalia Mwanza ni mbali bwana. Ni kweli. Yes. Usijali, ni mambo ya kawaida. Na anasema kwamba kwako wewe nisingeweza kukuangusha. Hata kama ningekuwa Ulaya, ningeweza kufika. Kwani wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Nashukuru sana. Basi niwashukuru sana kwa kuweza kuhudhuria tena kwa mara nyingine. Ni kweli. Msiba mzee. Basi haina shaka ndugu yangu. Haya, asante. Pamoja. Haina shida. Haya, asante sana. Haya. Okay, asante. Poleni sana Alvin. Nashukuru sana. Mimi nimejitahidi sana kuwepo hapa Alvin, ingawa nina kazi muhimu sana. Poleni sana. Na tunashukuru, japokuwa ni ngumu kidogo kuizoea hali hii. Ni kweli. Sio rahisi kuizoea kwa sababu huu ni mpango wa Mungu ambao binadamu hawezi kuuzuia. Sasa kuhusu lile jambo letu, ninahitaji unipatie hizi details hapa ili tuweze kwenda mbele kwa haraka zaidi. Yes. Na ingekuwa vizuri sana kama ungenipatia kesho asubuhi. Okay, basi haina shida, nitajitahidi kadri ya uwezo wangu ili uweze kuipata haraka iwezekanavyo. Okay. Yes. Sawa. Basi acha mimi nikuache, tutaonana ukiwa tayari na hiyo taarifa. Haina shida. Nashukuru sana. Asante. Alice, naweza kutupisha kidogo, tuna mazungumzo. Swati. Naona uko na Alice. Unakwenda naye wapi? Tunaenda naye nyumbani, ni familia moja sasa. Alice hakuwa familia yetu. Alice alikuwa anaishi na baba Kimada tu ndani ya nyumba. Hakuwa mmoja katika familia yetu. Sasa nasemaje, hatuwezi kuendelea kuishi naye katika ile nyumba. Hivi nayo ni matusi sasa. Au ni matusi. Can you imagine? Yaani ndio kwanza tumetoka kumzika baba. Bado tuko hapa eneo la makaburi unaanza kuzungumza vitu kama hivyo. Kama tulivyoweza kumheshimu baba wakati yuko hai, tumheshimu hata sasa baada ya kumzika. Hapana, huko sio kumheshimu. Huko ni kumvunjia heshima kabisa na kumvua nguo. Sikiliza nikwambie, mimi kama kaka yako nasemaje kwamba Alice hawezi kukaa pale katika ile nyumba tena. Full stop. Stuart, this is not fair. There's no fair justice under the sun. Alice ataendelea kuishi na sisi whether you like it or not. That's your behavior every time. But tuko makabuni, you're just talking nonsense. Shit, nonsense. I hate that. Baby, where are you? Wait for me.
Yeah, my brother. I was telling you this. At this point, I don't see any reason I mean wewe kulumbana. Kwa hiyo point yako iko wapi wewe? Alice kuendelea kuwepo hapa? No, haiwezekani. Ngoja nikwambie kitu kimoja Stuart. Yaani sina imani kabisa na Alice kuendelea kuwepo hapa. Na sioni sababu ya kuendelea kumng'ang'ania wewe kuwepo hapa. Sioni hiyo sababu. Na mimi sioni sababu ya kung'ang'ania aondoke. Na sababu nipo. Yaani sasa hivi ni kwamba nataka tubaki familia mimi na wewe tu wawili katika nyumba hii. Tujue kitu gani cha kufanya mbele safari. Umenipata? Tumebaki watu wawili tunaenda familia hii. Alice wa nini ndani ya nyumba hii? Hatumhitaji, hatumtaki. So what? Kama tumebaki watu wawili, so what? What do you mean? Sioni sababu ya kung'ang'ania kufukuza watu ambao hata baba mwenyewe hakuwahi kufanya kitu kama hicho. By the way, Alice is the part of the family. No. Atambuliki Alice katika familia hii. Atumjui ni nani? Mzee ameshafariki. Alice atumtaki katika nyumba yaondoke. It's our family. Come on. I don't... Evan, you... Stuart. Nilikuwa nataka kutoka kidogo. Nitakupeleka popote pale unapotaka kwenda. Okay? Nisubiri. I'm waiting. Okay. Later, my brother. Let's go. Watu wanawekeza katika sehemu mbalimbali kadha wa kadha. Kwa mfano watu wengi wanawekeza kwenye pesa, lakini kuwekeza kwa watu ni vizuri zaidi. Unajua kwa nini Elvin? Watu ni rasilimali ambayo haiozi. Unatakiwa uishi na watu vizuri sana, ili hata kipindi ambacho hupo watu wanakukumbuka. Lakini ukiwa wewe ndo mtemi wa mtaa, ukifa watu wanasema alhamdulillah, sio maisha hayo. That's not life. That's not life. Daddy. Yeah. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Lakini kwa nini leo hii umeamua kutuambia maneno kama hayo? Unajua kipindi chenu hiki ambacho mnaishi ndio kipindi ambacho tunaita golden age. Kwenye golden age mtu anaweza kutengeneza maisha yake na mtu anaweza kuharibu maisha yake mwenyewe. Yote yako ndani ya uwezo wake. Wazazi wengi sana hawana muda wa kuzungumza na vijana wao siku hizi kama zamani. Wewe wakati babu yako anafariki ulikuwa mdogo sana. Nilikuwa napenda kukaa naye muda mwingi ananiasa. Na hii imenisaidia sana. Kwa hiyo mimi ninapopata muda lazima nitumie vyema kwa kukaa na nyinyi. Daddy. Yes. Can I ask? Just go. Kwa hiyo wewe kila unachokifanya ulipata usia toka baba yako? No, unajua mzazi anapokupa usia au unapopata usia unatumika kurekebisha maisha na taratibu zako ili yaende sawa sawa. Kama inakupolish kwa tabia ambayo na mwenendo uko nao ili uweze kwenda sawa na kupata mafanikio. Lakini it doesn't mean kwamba unatakiwa uishi kama vile yule mtu aliyokupa usia anavyoishi. That's not Stuart. Asante, nimekuelewa. I'm proud of you. Hivi huyu kwa nini hanipagi muda wa kumaliza kitu tunachotaka kuongea? Daddy, mimi nadhani Stuart huwa hapendi sana kukaa meza moja na wewe. Na hizo huwa hapendi. Lakini to be honest, mimi sijui kabisa. Sijui.
Lakini haya ninayoongea ni kwa faida yake. Ni kwa faida yake. Lakini analeta dharau, anaondoka, hajui kitu gani mimi nataka kumwambia. That's not good. That's not good at all. Stuart. Hivi Stuart. Hebu ngoja nikuulize kitu kimoja. Hivi kwa nini wana mzee mko tofauti amuelewake? Jibu unalo tayari. Una haja hata kuniuliza. Na sina jibu nyingine zaidi hilo unalojifahamu. Right? Lakini Stuart, ni mara nyingi sana nimekuwa nikikuuliza kuhusu hili swala, lakini always unipi jibu ambalo liko kamili kabisa, unipi. Na wewe mwenyewe ufikiria ni mara ngapi Stuart nimesha kuambia kwamba tukae, tutafute time, tumuite mzee tuseme naye. Ni mara ngapi? You know what? It's okay. Unavyozungumza uko right, lakini let me tell you. How many times dad mwenyewe ananinyima nafasi mimi kukaa chini kuongea naye? Anakufikiria wewe ndio always uko ndio uko vizuri. Why? So what should I do? That's the only way I can do. Finish. I'm done. Hapana. Kwa sababu kuna muda mzee anatoaga fursa kuweza kuzungumza naye kama leo hii. Lakini umeshindwa kuitumia nafasi. Umeondoka katikati ya kikao. Sasa hapo atakuwa mlaumu nani? Jilaumu mwenyewe. You know what, Abby? Sometimes naona namuumiza moyo wangu. Sometimes naona kwamba siutendee haki moyo wangu. To sit down with the daddy, naona kama na betray moyo wangu. Ndio maana naamua kufanya vile. Finish. Unakosea. Sababu yule ni mzee wetu. Atabaki kuwa mzee wetu, atafanya kitu gani? Yes. Yaani hata wewe ungetangulia kuzaliwa, wewe ungekuwa baba yake pia. Mzazi ni mzazi, na mzazi akosea siku zote. That's why I always tell you, behave like a grandfather. Wake up. Sawa. Wacha tu niende kama grandfather kama. So, kwa sababu is a dad, mtoto akifanya whatever you go wrong, you have to accept it, right? Mkubwa huo kusema. Mahakama zimewekwa kwa ajili ya watoto. Hapana kujua kuzungumza ndio mwenyewe. Mimi sioni kama maneno ya Mdingi yana maana yote kwangu, kwa sababu yeye mimi namfananisha na wazazi wengine ambao always wanawahusia watoto wao wakati wenyewe ukiwachunguza wako kivile. Wacha kuzungumza utombo Stuart. Achana makosa ya mzee, achana makosa yake aliyokuwa nayo yote, lakini still atabaki kuwa baba yetu tu na sisi na watoto wake. Hata kama ni mzazi wetu, umenipata, lakini lazima naye awe anatupatia nafasi ya kuweza kumuji baadhi ya mambo yake. Hivi Stuart, ni mara kwa mara nimesikia ukiwa na mlomo mzee. Hebu niambie ni nini hasa kosa lake? Kwa sababu mpaka sasa hivi ninavyozungumza hakuna siku kwamba umeongea kitu kinaingia mimi akilini mwangu. Stuart, hebu mwenyewe jaribu kufikiria. Ni familia ipi yenye maisha mazuri na baba yao kama tulivyokuwa sisi? Kwa sababu wewe na yeye mnapatana. Anakupenda, ndio maana huwezi kuona hilo. Na light kama singekuwa hivyo ninavyokujua wewe, ungekuwa zaidi yangu mimi. Hapana Stuart. Yaani mimi kwa upande wangu hata mzee angenifanyia kitu gani, lakini ukweli nisingeweza kuufuta. Kwamba yule ni baba yetu na sisi na watoto wake. Okay, cool man. Haina shida. Yeye anajua ipo siku utakuja kugundua kisa hasa ni nini. Anyway, sasa hivi ni usiku. Usiku umeshaenda. Kwa hiyo ningeomba uniache nipumzike. Kwa sababu kesho nilikuwa naingia mzigo na asubuhi, kwa nitakuwa niwahi kulala ili niwahi kuamka. Usiku mwema. Fine, good night. You too. So, can I take a laptop maybe? There's my friend in Facebook. I want to chat with them.
Hapana, na kazi nayo hii laptop. Just a few minutes, kuna machizo wangu Facebook. Na kazi nayo nielewe Stuart, na kazi nayo hii laptop. Fine. Hebu tueleze kumetokea nini? Wapi? Mawazo. Hebu tuambie kumetokea nini bwana? Sikumbuki. Sijui nimefikaje. Eti Mawazo, niko wapi kwanza? nimekukuta hapo nje, tafahamu wewe una. Sasa umefikaje hapo nje? Geti liko wazi, mwenyewe haupo, uko nje umelala pato hujitambui. Nafahamu kichwani kwako hamna kabisa. Umefikaje pale nje? Nje? Yes. Kwa Mungu, sikumbuki chochote. Sikumbuki chochote yani kama mimi nilikuwa nje na kumbukumbu yangu kwamba tangu saa moja sijanyanyua mguu wangu, sijanyanyua kichwa changu, sijanyanyua tumbo langu kutoka nje tangu saa moja. Damn. This is bullshit. Seriously, Daddy, this is bullshit. Wewe mwezaje kufika nje kama hujatoka nje? Nitakupiga bibi lako. It's wasting our time. What is this? Hebu shut up. Kumetokea nini? Akia Mungu. Akia Mungu. Na hapo mchanga huu. Akia Mungu. Sikumbuki. Chochote. Mimi. You're employing crazy people. Sikiliza Mawazo. Mimi hapa nimekukuta hapo nje na pembeni yako kuna gari ya Volvo nyeusi. Ukuiona? Hapana. Akia Mungu. Sikumbuki kama pembeni yangu kulikuwa na chochote na sikumbuki chochote. Akia Mungu na hapa. Elvin. Yes, Dad. Tusizembee hiki kitu. Hem, chukua simu, piga simu polisi haraka sasa hivi. Why are you putting stupid people at the gate like this? Bye. Mr. Neil. Mawazo yuko sahihi. Wale watu hawakutoka kule ndani. Na hawa waliofanikiwa kumtoa nje walitumia dawa aina ya ether.
Ether. Yes. Hii ni kemikali inayotumika zaidi katika nusu kaputi. Yeah. Na hii ni rahisi sana kuchanganyika na hewa na kumpa mtu usingizi mzito sana. Kama mambo ya kwenye nusu kaputi huko. Lazima alale. Lazima alale. Lakini kuna kitu kimoja kinanichanganya Inspector. Nyumbani nimezungusha ile security alarm. Huwezi kuingia kwenye geti ya nyumba yangu bila kutoa alarm. Lakini hawa wamefanikiwa, kama wametumia njia hiyo, wamefanikiwa kuingia mpaka ndani. Lakini alarm haikulia. Huwezi kujua. Ila sasa hivi unachotakiwa kufahamu ni wewe unatakiwa kujua kuwa una adui anayetaka kitu kutoka kwako. Yes. Na kwa kuwa amefanikiwa kumlaza usingizi mlinzi wako na wakamtoa nje, huyu alikuwa anataka kujua kuwa ana nguvu ya kufanya kitu. Sasa naomba ufikiri zaidi. Ni nani ambaye una kisa naye? Sina ugomvi na mtu yoyote hapa nchini wala nje huko London, Canada. Napokwenda kufanya biashara sina ugomvi na mtu yoyote. Mimi nafikiri mnachotakiwa kufanya nyinyi ni kuongeza nguvu zaidi katika uchunguzi wenu. Uchunguzi tutafanya Mr. Nira kwa sababu ndio kazi yetu. Ila unachotakiwa sasa hivi ni wewe kuwa mwangalifu sana. Kuwa makini sana. Na jaribu pia kuzungumza na vijana wako hawa. Nawezekana na wao wamehitilafiana na wenzao club. Mitaani huko. Maugomvi yao yale yakaleta madhara nyumbani. Na lolote utakaloliona liko tofauti, niarifu mapema sana. Ni sawa, Inspector. Yes. Sasa, hai. Nakutakia siku njema. Asante. Yes, baba. Alvin, Yes. nataka uwahi kufika ofisini sana leo. Mimi nikifika kazini sitaki kutoka na kuna sehemu nataka nikutume. Sawa mzee, ina tatizo, lakini kuna sehemu nataka nipite kidogo. Sehemu gani? Nina miadi na dentist asubuhi hii. Sasa ukitoka huko kwa dentist wako huko, usipite sehemu nyingine, straight uje ofisini. Na usichelewe tafadhali. Haina shida mzee, haina shida. Daddy, sorry. Yeah, sorry. Daddy, I need money. It's been a while hujanipatia pesa matumizi. Sasa na mimi leo kidogo nataka nikajishitue na machizi wangu kimtindo. Kujitatua ndio nini? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Unajua kitu gani unatakiwa ufanye kama unataka huduma irudi kwako. Kama unataka nikuhudumie, unajua kitu gani unatakiwa ufanye. Rudi chuoni. Fanya vizuri masomo yako vema, alafu uone kama sitakuhudumia. Daddy, I need money. Come on, I need money. Nahitaji pesa sasa hivi bana. Okay. Sikiliza Stuart. Mwache mzee wa ofisi, mimi nitakupatia hiyo pesa. You're not my dad. You're not my dad. This is Mr. Nira. Utafanya hivi akishakufa. Come on. Hivi, If you don't want to give me money, fine. I'm okay with that. mbona sigombana na huyu? Mbona sigombana na mwenzako? You love him. You love him. It's your son. Sio hivyo. Unaona ujinga wake? Unaona anavyofikiri mambo ya kijinga jinga? Huyu anajua kitu gani mimi nataka. Anajua wajibu wake. Wewe fanya vile ambavyo mimi nataka uone. Huyu nimemwambia some, amesoma vizuri chuoni. Hakuwa mjinga kama wewe. Amesoma vyema na nimempatia nafasi ofisini na anaongoza vizuri. Wewe umekalia mambo yako ya kijinga alafu unataka hudumiwa. Hudumiwa kitu gani? Umeshakuwa mtu mkubwa wewe. Sitaki ukorofi asubuhi. Sio wewe unakaa hapa kipumbavu umevaa madude yako ya kijinga haya ukafikiri kwamba hela inatupa namna hii. Sasa unajua kitu gani unatakiwa ufanye. Kama unataka nirudishe huduma kwako. Okay, look here. Potelea mbali. Njoo ofisini. Nitakupa hizo pesa. Now you're talking. That's the dad. Come on, I'll come. Sawa mzee, nitakuja naye. Fanya basi ujitalishe ili tuweze kutoka wote. I'm okay. Sure. Lakini ile sikupe kiburi. Unajua kitu gani unatakiwa ufanye.
Right. Right then. Usichelewe. Nishakwambia kuna sehemu nataka nikutoe. Haina shida mzee. Usije ukaja umevaa hizi nguo. Umeelewa? Ile ni ofisi, sio kituo cha wahuni. Udress sasa. Usije naye huyu amevaa hizi nguo. Udress sawa sawa. Please. Stuart, hebu nenda basi kabadilisha nguo, mzee atakuja kugairi bure huyo. I'm okay. Bana, hebu usipende kuvaa kiuniuni bwana, hebu kavae nguo nzuri bwana. Ile ni ofisi, unakutana na watu aina mbalimbali. You want me to dress like you? You want me to dress like a grandfather? Never in my life. I'm cool, I'm okay. If you are ready, call me. I'm in my room. Wanasema ni utoto. Akikuwa ataacha tu. Yes. Utoto tu. Habari za sasa dada Sara. Yaani habari yangu nzuri. Kwa siku ya leo nimeamka na furaha, yaani furaha tele. What about you? I'm good. Yeah? Yes. Okay. Naona leo mkuja na mgeni. Mgeni? Hata kuna ndio mjui. Usi ndio wangu anaitwa Stuart. Aha, ndio unasoma chuo? Yes. Sasa nimemkumbuka. Yeah. Habari za chuo? Poa, ni aje? Safi. Karibu. Cool. Stuart. Basi wacha nikamwone mzee mara moja, then natoka muda sehemu refu, okay? Poa. Haina shida. My brother. Yes. Mshtue mdingi basi mwambie niko outside hapa. Niko ndani singii. Haina shida. Fuata basi asiniweke hapa. Okay. Karibu pia. Stuart. Haturuhusi kuvuta sigara hapa. Sorry kwa hilo. Kwa nini? Ndio sheria yapo ofisini. Kwa ofisi ya nani? Si ya mdingi wangu? Naelewa kama babako, lakini sheria inasema no kuvuta sigara. Samahani kwa hilo. Avuta basi wewe, unaweza kama utafaidi. Fanya hiyo kazi ishe bwana. Naitaka kesho. Sawa mzee, lakini kumbuka leo ni Ijumaa, kesho ni weekend. No, leo ni Alhamisi. Hapana, leo ni Ijumaa mzee. Today is Friday. Yeah. Hey, kufanya kazi throughout. Hata masiku yanapopita sasa hujui. Basi nihakikishe hakikisha kwamba jioni naipata nyumbani please. Sawa, nitajitahidi kufanya hivyo, then nitakujulisha. Na nani Stuart yuko nje hapo na Zahara. Stuart yuko? Yes. Elve. Jaribu kuongea na ndugu yako. Unajua itafika mahali mimi nitashindwa. Mwambie abadilike bwana. Siwezi kukaa na mtu namna hii. Sawa mzee, nitasema naye. No, talk to him. Nitasema naye. Serious, talk to him. Nitasema naye. Halafu anachukua hela hapo, anakwenda kununua hizo staff za chuoni. Hakikisha unakwenda naye. Asije akanunua yale makaptura yake anayonunua yale. Sitatoa hela nyingine ambazo zinatakiwa huko chuoni, staff za chuo. Sijui atapata hela nyingine. Na you'll be responsible. Go with him, angalia anapata staff zote, then arudi hapa nisione. Hizi hela akizmisuse, wewe utakuwa responsible. Please. Kuna jambo moja nataka unisaidie. Jambo gani hilo? Msomeka. Mchungaji Apostle Onesimo Ndege. Ni nani huyo? Do me a favor. Huyo mchungaji ana ujumbe wangu. Actually nitakiwa nionane naye leo. Lakini I don't think if I have time. Na makazi mengi sana. I don't have enough time. Sasa ningeomba uende ukamsikilize. Alafu uje uniambie kwamba anasema kitu gani. Sawa mzee, nitafanya hivyo. Yeah. No, one more thing. Yeah. Hakikisha Stuart hajui ni mahali ambapo nimekutuma wala hajui habari. Right? So, haina shida. Please. Alafu jioni nitakuwa na kikao. Mimi, wewe na yeye. Sawa, haina shida. Sawa sawa. Have a nice day. Zaha, hebu kishamaliza na wewe njoo please.
Lete na yale makabrasha yako ambayo jana ulikushindwa kuyaleta please. Sasa tumefuata nini hapa? Kanisani tunafuata nini? Unataka kuokoka? Hapana, kuna mtu mmoja akaniambia kwamba kuna jamaa mmoja nilisoma zamani sana yuko hapa kafikia hapa. Kwa hiyo nimpe kama dakika 2 hivi nikamuuzia kama yupo au hayupo. You can't be serious. I told you that I need money. Mnipata. Alafu wewe unajizungusha tu. Umekuja hapa kanisani. Wewe unafikia mnipata kama mtakutana hapa. Hatukupatana lakini muhimu sana nimuone mimi. Listen. Hili kanisa lipo, halifungwi wala liende popote. Benki ikifika saa 9 wanafunga. Kwa hiyo twende kwanza mimi benki nika clear hii check nichukue hizo pesa, alafu wewe nitakusindikiza kokote na kwenda. Anyway, basi twenzetu nitakuja kwa wakati wangu. Okay? Let's go. Ngoja nikulizishe. Oya, nipe dakika 5 nakuja. Haina shida. Cool. Vipi? Unacheza kwasa? Kuna nini? Hapana, hakuna kitu. Una uhakika? Maana nilikuacha ndani ya gari, sasa nashangaa uko nje hapa. Kaka, ile Volvo nyeusi ile niliona siku zile usiku nyumbani pale. Nimeiona iko mitaa ile pale. Wapi? Una uhakika? Na uhakika iko mitaa ile pale. Yaani 100%. Na hili kaka, tusilidharau. Tumpigie simu Inspector Pinde. Na so, I don't see any point of that. Subiri kwanza tuangalie kwamba wana nia gani na sisi. Acha kudharau Stuart. Haina haja bwana. Penzi. Stuart. Yes, Daddy. Nyinyi ndio wanangu. Nyinyi ndio ndugu zangu. Sina watoto zaidi ya nyinyi, sina ndugu wala rafiki zaidi ya nyinyi. Kwa jumla nyinyi ndio familia yangu. Nataka kuambia kitu kimoja. Nitawalinda kwa gharama yoyote ile. Nitapambana na chochote ambacho kitakuja mbele yenu. Kuna wakati nagombana na wewe Stuart, lakini haina maana kwamba sikupendi. Nataka kuambia leo kwamba nakupenda sana. Yeah. Daddy. Mimi nafahamu fika kwamba unatupenda sana kutujali. Lakini Daddy unatakiwa makini kidogo.
Kwa sababu kama hujakuwa mwangalifu, maanake unaweza kuigawa hii familia. Kwa nini unasema? Dadi, nasema hivyo kwa sababu Stuart ni mara kwa mara amekuwa akilalamika kwamba unamchukia na kwamba unanipendelea mimi kuliko yeye. Kwa sababu mara nyingi nikiomba kitu kutoka kwako, basi wewe unanipa bila kizingiti chochote. Lakini mara nyingi Stuart akitaka kitu kutoka kwako lazima apitie kwangu ili aweze kukipata. Sasa hii inakuwa sio nzuri dadi. No, hilo halina nafasi katika moyo wangu. Kati ya nyinyi wawili hakuna aliye bora kuliko mwenzake. Nyote nyinyi ni watoto wangu, nyote mko sawa. Na nawapenda sawa. Nagombana na mmoja wenu tu kwa sababu anashindwa kutimiza majukumu ambayo nampa. Hata Biblia inaandika Mungu anawaadhibu wale awapendao. Na hata sisi wazazi tunawaadhibu watoto tunawapenda ili wakae sawa. Kile akinyoka mimi sina matatizo naye. So that if it's like that, why kwa nini mimi nisipewe nafasi nyingine ya kujirekebisha au kurekebisha pale nilipokosea? Kusudi mimi niwe kama mwenzangu, sababu to be honest, hii hali mimi inaniumiza sana. Nafasi ya pili always ipo. Lakini second chance anapata mtu ambaye yuko serious. Kama uko serious na unafahamu kwamba ulikosea, mimi sina matatizo. I'll give you a second chance. Lakini nataka ujue nini unakosea. I'm okay with that, Dad. And I'm ready. You're ready? Then don't have a problem. You will get another chance. That's fine. Are you happy now? Hivi kumbe na yeye kinamuumaga saa nyingine. I love you, my son. I really love you. Na next week nataka nikae na nyinyi mnishauri kitu kama ambavyo na mimi nawashauri. Sasa dadi, tukushauri kitu gani tena? Tukushauri nini? Mtaona wiki ijayo. So, unamshinda kumshauri dadi? Naweza. Ningepata kuku kidogo, mimi niko sawa. Pita club na turemsha pia hapo. No, dadi, mbuzi. Vijana! Mbuzi ulete mguu mmoja bwana. Wacha sasa. Nimegundua kitu kimoja. Wewe una ujanja fulani hivi. Yaani unaanza kuondoka kabla hatujakubaliana. Nimesha kuondoa. Nakwambia siku hizi una mazoezi, umekuwa mzito sana, ufanye mazoezi. Oya mwanangu, simu inalia. Simu inalia. Inaita? Sasa ungepokea? Hello. Yes. Sisi tuko mazoezini, labda basi haina shida. Lakini sisi tuko mazoezini, tuko salama kabisa. Kama kuna tatizo lolote likitokea, basi tutakutaarifu. Ya, haina shida. Okay. Kila laheri. Aya. Cha uvivu. Wewe ufanye mazoezi, kazi kutuletea simu tu. Si unajua tena nguo nimesahau nyumbani. Wewe kila siku unasahau nguo. Begi unabeba na nini sasa? Kwa daftari au? Basi haina shida. Refari, kasimame pale. Hapo sio na mtime amekaa vipi na kufanya kupiga filimbi. Tunaangalia wote. Nani anakupiga simu? Dingi. Mzee Nila. Unasemaje? Akaniambia kwamba anasafiri kikazi kama wiki moja hivi, baadaye atarudi. Hivi. Mimi Mzee Nila nilimkosea nini? Hajawahi hata siku moja kunipigia simu kama anasafiri, kunipigia simu hata kuniaga. Even a single day hajawahi. Sasa hicho ndio cha kumaindi kaka. Wewe unajua Mzee Nila kwamba ana mahasira yake na msimamo wake katika maisha. Kwa hiyo haina shida sana. This is too much. Even a single day hajawahi mzee. Ana tatizo gani na mimi? Basi haina shida, wacha tumsubiri. Akirudi tutaongea naye, tutaka naye tutamwambia juu hilo swala. Sawa bwana. Haya. Kwa tunarudi huko tena kwa cha uvivu au? Tuendelee safari. Wacha ni kidogo.
Niambie bartender. Oh, Livin, mambo vipi ndugu yangu? Salama. Za kitambo, ndugu yangu umenipotea sana. Bwana, unajua tena maisha ni kuhangaika mjini, maisha magumu sana kaka. Karibu sana kwenye bwawa la burudani ndugu yangu. Mimi nafahamu kabisa kwamba hapa ni sio bwawa, ni kisima cha burudani. Cha msingi kwanza, bartender. Nige kinywaji kwanza nichanganyie hapa ili niweze kuchangamka kabla ya yote. Unataka nikuchanganyie kwa muda gani ndugu yangu? Kwa sababu unafanyia mambo ya hali ya juu zaidi hapa. Kwa sababu unafanya mambo yangu kama haya ndugu yangu. Hebu tazama hayo kwanza. Olvin wa kweli. Ngoja kwanza nione hiki kina uzito gani. Nikijiona kama bado siko fresh, nitakwambia ufanye kitu gani kingine. Najua sasa hivi kwa imetoka vodka mpya kabisa. Ambayo imetengenezwa kutoka Urusi. Ushafahamu vizuri ndugu yangu? Na hii menu yake kwa imetengenezwa miaka 50 iliyopita. Vipi, unataka kutest ndugu yangu? Ngoja kwanza nione speed ya hiki kitu ulichoniwekea kikoje, alafu nitakupa go ahead kwamba ufanye kitu gani kingine. Usinichanganye kwanza, wewe unataka kuniangusha nini? Olvin, sasa hivi nimekuwa siitwi tena bartender. Sasa hivi naitwa mixologist bwana. Bwana, hiyo sijawahi kuisikia, imeanza lini hiyo? Unajua watandawazi siku hizi kwa waungwana wanatafutia degree ya kazi. Ushafahamu vizuri? Hata kuwa wasafisha vyoo wana degree zao. Wanaitwa toiletist. Bwana, hao choo kiko wapi hao? Kwa bongo sasa hivi ni bado sana. Kama miaka 50 ambayo binafsi itakayokuja ndio watafundisha mambo kama haya. Unajua bongo sasa hivi maisha yao yapo kama vile kibao cha gesi, mara vyumba vipo, mara vyumba vimejaa. Ngoja kwanza kaka, simu inaita. Ngoja nipokee simu. Yes, alafu narudi muda si mrefu. Baby face. Handsome boy. Mimi sio ukweli. Ndugu yangu usipoingia mkono kwa mkono wa mtu baba. Waacha bwana. Basi ngoja nipokee simu kidogo. Hamna taabu. Angalia kinywaji je? Msije mkaweka mambo yenu ya. Ina tatizo bwana. Haya. Baby face bwana. Umevunja kabati ile. Unajua wanasema maisha ni sawa na kuwa katika bahari, tena ukisafiri na boti ile ya usiku. Kila mtu mle anakuwa anavua ndoto. You know what? Everyone in this life ana dream kuwa a better life. Umenipata? Lakini maisha ni mafupi. Life is too short. Sasa maisha ni mafupi, why to have fun? Why tusijishetue? Unajua mimi nakupenda sana Stars. Yaani ukiwa una pesa, huwa upendi kusikiliza pesa yako. Unakuwa kama ni mtu mwenye kikozi na mwisho siku lazima ukooe tu. Cheers. Okay baby. Umeona eh? Sikilizini. Whatever. Mambo tupishe kidogo tumezungumza mimi naye. Hawa. Subiri moja. He's my brother. Come on. Kimuja yako. Swate. Yeah. Inabidi tuondoke hapa. You have started again. I don't like that. Wewe ndio kwanza tumeingia safe club. Nataka tu have fun alafu unatumeta mambo ya kuondoka. Huwezi kunizoka kiroba hapa mimi. Kuna masuala mengine ambayo yanahusu familia. Hatutaki tuyaongee tukiwa hapa club. Tuondoke, nisikilize mimi ninachokwambia. What is that? You talk. If you don't talk, mimi naendelea na disco. Stuart, it's about mother. I know if it's about mother lazima atakuwa ameshakomatwa na unywaji wa magongo yake kule. Sisi tufanye nini wakati ndio maisha yalioshachagua? Stuart, mama amefariki. Mama amefariki. Na amefariki kwa kuelekea kwake Mbagala. Alikuwa ameketi siti ya mwisho kabisa. Sasa ilipofika mwisho wa safari kule Mbagala, konda akaona mtu amki, akaenda kumwamsha, ndio akagundua kama amefariki. Sasa baada ya kufanya uchunguzi hakuwa na ndugu, wakabidi wampeleke hospitali ya mkoa. Sasa ile hospitali iliona kwamba ana ndugu, kama kumzika Site, ndio amemzika mama yule. Site amezikwa na Site. Sasa siku zile tulipoenda pale kanisani, unajua mama alikuwa ameokoka kama miezi 9 iliyopita nyuma, alikuwa na sali pale. Okay? Sasa yule mchungaji alipoona kwamba kondoo wake haonekani, akaamua kumfuatilia. Alipomfuatilia ndio akagundua mama amefariki. Na mimi sikuweza pale kwa sababu sikuweza kuona naye, nilikuwa nimeacha mawasiliano yangu ya simu pale.
nimeacha namba zangu pale. Ndio mchungaji hivi sasa hivi kanipigia simu, mama amefariki, so tuondoke hapa. You know what? Can you imagine? Can you imagine binadamu katika civilized world anazikwa katika kaburi la halaiki? It's nonsense. Yaani haingii akilini, haingii. Ni kweli Stuart. Ni jambo baya sana kulisikia. Jambo baya sana. Lakini hapa hakuna mwenye kosa kati yetu. Okay, unajua kuna muda mwingine haya masuala huwa yanatokea tu. Wakumlamu yupo. Na ndiye baba yetu, Mzee Nila. Na ndio maana that's what I'm telling you. Mzee akirudi lazima atubu dhambi. Kama atubu dhambi. Kama atubu dhambi. Lakini Stuart, sasa hivi tutaki tutafute mtu kumlaumu wala kumtafuta mchawi. Cha msingi tukae chini ili tuweze kuweka mambo sawia. Tufanye nini sasa hivi? Twende tukafukue ule mwili kwenye kaburi la halaiki? It's nonsense. Hapana, unakosea Stuart. Sina maana hiyo. Na pia kugombana na mzee kwamba hatuwezi kubadili kule ambao upo. Hatuwezi kubadili. Mimi nachokiona kwamba cha msingi tukae chini na mzee tumwambie ili tujue kitu gani cha kufanya. Okay? Mimi najua kwamba Mr. Nia ni mtu mwenye hekima sana na mwenye busara. Atatuelewa tu. Okay. Yeah. Sawa. Ila kesho nahitaji nisindikize sehemu. Wapi? You just tell me if you're okay with that. Yes, I'm okay. Cool. Good. Cheers. Yes. Hebu niambie umetenda dhambi gani? Pastor, kosa langu ni kubwa sana kiasi kwamba cha kuona kwamba sina njia nyingine ya kuungama zaidi ya kuja hapa. Nafsi yangu naiona hii kifungoni. Mungu yuko tayari kukusamehe. Hebu jimimine mbele za Bwana. Mimi naishi na ndugu yangu wa pekee. Na wote tunaishi kwa baba yetu. Ila mimi naonekana si vyema machoni kwa baba yangu. Japokuwa baba yetu yuko tayari kutupatia chochote kile unachokihitaji. Bwana mimi mtu mvivu katika kunywa simpendi. Sasa mwenzako unabaki unatuangalia kama unataka kutupiga picha, unakunywa kama unataka kunywa unakwenda. Sisi tunakunywa sana jamani. Kwa sababu unajua nini? Nimetoka chuo na mimi leo siwezi kurudi nyumbani mapema, naweza sirudi kabisa kwa ajili yenu tupate starehe. Jikamue mama, jishatue, jishebendue, kunywa jikamue. Angalini msije mkalewa nyinyi tu hapa. Alafu wanasema hivi, yani kinywaji kikiisha unaita waiter niongeze. Sasa hivi naishaje wakati mnaona meza? Mimi mwenyewe nashangaa. Mtu mmekaa unywi. Bata kwa kwenda mbele. Umeona eh? Mimi ndo kinaishia sasa. Sijui tena wengine. Unajipenda kama jishetua wewe naye. Mbona tunaingia tena wewe? Ajambo. Kunywa mama. Jishetue. Shetuka. Foto. Mtoto wa Mzee Nila wewe, Mungu anipe nini? Nakunywa tangu Jumatatu mpaka Jumatatu. Hongera. Hongera ya nini? Mzee babangu pesa ipo. Nimezaliwa royal family. Yes. Na wewe na kwani usiteme? Kila siku ni sikukuu. Wewe unajua mimi? Wewe unajua mimi? Acha mama, wewe unapokunywa kile unanipa. Wewe hujui kukaa na tajiri eh? Sasa kumsachi. Wewe hujui kukaa na tajiri. Kaza kwa unaongea tu. Naongea nini? Au kuna hiyo? Hiyo sitaki, hiyo ya kitoto. Hiyo inaitwa pombe ya kitoto. Haikeshi. Kama ukinywa inaishia kwenye koo, haifiki huku maktaba. Hizi basi ndo mtu mzima hizi. Utachoka wewe. Baada hapo wapi? Sasa tajiri Mapumziko tena. Kukamwana. Tunaenda kutoleana mayonnaise. Unatoka wapi? Kimya. Unatoka wapi wewe? Naongea na wewe, unatoka wapi? I'm sorry daddy, sikuaga. Kuna party ya machizi wangu, kwa hiyo nilienda kujishetua kidogo. Machizi? Yeah. Leo majitu gani haya? Washikaji.
Mungu wangu. Haya, vipi kuhusu chuo? Chuo ni kwenye likizo fupi kidogo. Oh. Kwa hiyo uko likizo? Yeah. Oh. Okay. Swat. Mimi sio mjinga, nakufuatilia wewe. Nakufuatilia karibu kila kitu unachofanya. Nimekupa fursa usome, ujiendeleze. Na kufuatilia kwa karibu sana. Sasa hivi huwezi kuona balaa lake. Baada ya miaka 10 ndio utajua maisha yako yatakavyokuwa. Na habari zako kwamba chuoni umefukuzwa. Si ndio? Umekufuta chuo. Sasa nakwambia kitu kimoja. Mkataba mimi na wewe nimefuta. Ndio. Lazima tuambiane ukweli. Sina mkataba na wewe. Ukitaka chakula kama mwanangu kipo ndani utakula. Chumba sitakukodi, sitakutoza kodi, wewe lala. Lakini zaidi ya hivyo mimi sina mkataba. Na ukitaka kuona kwamba mimi ni mkorofi, siku nikipita wewe itatu. Mzee nipe hela uone hii fimu. Nitakucharaza bakora wewe kama sikujui. Nitakuvunja kichwa chako. Sikae na wajinga mimi. Alafu sijui utafanya nini wewe. Humu ndani watu wana degree zao. Kaka yako amemaliza chuo vizuri, amepata degree yake. Sasa wewe ndani humu, wewe mwenyewe ndio utakuwa ngumbaro. Utakuja kuona tofauti ya maisha. Wenzako wana kazi zao, wana magari yao, kila mtu amesoma na watoto wake. Wewe familia yako utaona utakavyoitengeneza. Ndio utakumbuka maneno yangu. Utaki kusoma unakalia sijui shikaji machizi. Itakusaidia kitu gani hiyo? Chinga kabisa wewe. Wewe kabisa wewe, una akili wewe. Huyu shamba boy kwa. Nilijaribu sana kurudisha imani ya baba kwangu bila mafanikio. Sina raha kabisa kwa sasa. Tumaini langu limebaki kwa kaka yangu, ndugu yangu wa pekee. Lakini pia sikuona umuhimu wa kuendelea kuishi pamoja wakati ninachukiwa. Okay, sasa hivi niambie, ni kitu gani hasa ambacho leo kimekufanya mpaka ukaja hapa kanisani? Sikuwa nikijua wapi aliko mama yangu, kwa sababu baba yetu ametulia tangu tukiwa watoto wadogo. Hivyo niliamua kufuatilia na kujua wapi aliko. Ndipo siku moja nilipogundua. Samahani mama, nilikuwa naongea mada moja hivi anaitwa Flora au Mama Stewart. Mama Stewart? Mimi ninamfahamu ni Flora, lakini simfahamu kwa jina la Mama Stewart. Au ulikuwa una shida naye kwa kustarehe naye? Kama ni hivyo basi unaweza ukamsubiri kwa sababu yuko na mtu ndani. No. No, wala mimi sipo kabisa. Huyo ni mama yangu, ndio maana nahitaji kuonana naye. Au wewe ni askari? Sababu sasa nitaamini vipi kama akitokea huwezi kumkamata? Mimi sipo kabisa, wala mimi sio polisi, wala sina nia mbaya. Mimi lengo nataka nione naye kwa sababu ni mama yangu mzazi. Shikamoo. Ni usaidie nini? Mama, mimi ni mwanao Stewart. Mimi. Stewart, umekuwa? Mama, mimi ni mwanao Stewart. Ya lengo la kuja hapa mama na kutafuta, nahitaji kuongea na wewe kama ikiwezekana tukamove kidogo hapa, kutoka hapa twende sehemu nyingine tukakae tuongee mama. Ndio shida yangu kubwa sana. Tafadhali nakuomba. Wewe unajua babako namchukia, unalijua hilo? Namchukia. Alafu wewe jinsi ulivyo, macho yako hayo, unafanana sana na babako. Yaani nawachukia nyinyi, nawachukia. Sitaki kuzungumza na wewe na sitaki nije nisikie hapa unakanyaga tena katika eneo hili.
naomba uende. Well, mama, it's not like kwamba nina nia mbaya na wewe au nimekuja kwa ubaya au kugombana na wewe, no. Kwa sababu I know kwamba wewe ni mamangu and nahitaji kuongea na wewe. Please, naomba nipatie chance nikae chini niongee na wewe mama. Umesikia nilichokiongea? Naongea na wewe. Naomba uende. Naomba uondoke. Toka kwambia. Niliondoka nikiwa moyo wangu umejaa na uchungu mkubwa sana moyoni. Lakini nilijua ni kwa nini mama alinichukia kiasi kile. Kwa sababu baba alimtelekeza. Nilijaribu kila mara kuona na kwenda namfuatilia kwenda kumwona. Lakini bado nilimkuta akiwa katika hali ile ya ulevi. Nikaona jaribu kuacha pengine mawasiliano. Labda atanitafuta. Hakusaidia. Siku moja nilipigiwa simu kwamba amekamatwa polisi. Amekamatwa polisi kwa unywaji wa gongo. Na pia aligombana na maaskari polisi. Nilikwenda kumwekea dhamana. Na siku hiyo ndio ikawa nafasi pekee ya mimi na yeye kukaa chini na kuongea. Kwa mama, I'm so happy kuona wewe siku ya leo. Najisikia faraja sana. Lakini nipenda kuambia kitu kimoja. Hata unapohitaji kunywa pombe, tafadhali kunywa pombe kama hizi bia. Lakini sio unakunywa zile pombe haramu. Sio nzuri hata kwa afya yako. Kwa maana hiyo umenitoa polisi kunileta hapa ili uweze kunisimanga, si ndio? Unaposema pombe haramu na pombe halali unamaanisha nini? Hapana mama, sijakutoa polisi tu nije nikusimange, hapana. Ila nahitaji kuongea na wewe mama. Na kama ikiwezekana nahitaji tuishi pamoja. Miaka yote unaishi na babako. Unakula tu vinono. Eti leo unataka kuishi na mimi pamoja. Kitu gani kilichosababisha umtafute Flora? Ni nini? Hivi unajua kabisa kwa umezaliwa na mwanamke anaitwa Flora? Unalitambua hilo? Ya, nilikuwa niko Kenya nasoma. Na hivi toka nimerudi sina siku nyingi. Na sio kwamba nilikuwa sikufuatilia mama, nilikuwa nakufikiria sana. Lakini hata baba mwenyewe hajawahi kuniambia lolote kuhusiana na hii. Hajawahi. Sasa hivi vinywaji hapa unamwekea nani? Maana vimekata. Sasa unamwekea nani hapa? Mimi hicho kinywaji chako cha mimi usiki nacho. Sikiliza. Mimi nipatie pesa. Mimi ndo nitajua nitakwenda kunywa kinywaji gani. Okay mama, pesa nitakupatia, lakini naomba niongee na wewe kidogo. Nakuomba mamangu mzazi, naomba niongee na wewe kidogo. Kingine, katika maongezi yako utakayoongea na mimi, usithubutu kuniuliza swali kwa nini nilitengana na mzee Nila. Usithubutu. Ninaona kama una maongezi. Mimi ninachosema ni kwamba asante sana kwa kuja kunitoa polisi. Nakushukuru. Kwa hiyo mama, atuongee tena. Naona unanipotezea muda. Nipe pesa unipatie pesa. Maongezi yako hayana maana. Kwaheri. Yeah, hi. Cool. Sorry kwa kuingilia. Nilikuwa wakati tunaingia nikaona uko peke yako. Na mimi nimekuwa mpweke kwa muda mrefu sana, nikaona like itakuwa vizuri sana wapweke wawili wakikaa pamoja na kushauriana mambo mawili matatu. By the way, my name is Stewart. Sijui niko okay kwanza kumwambia kwamba nimekuona uko peke yako. Ni kweli uko peke yako? Hujakosea. Ila okay, can sit down. Ila nini? Like unataka kuongea kitu? First sit down then nitakwambia. Okay. Hapa. Hapa. Yep.
Hii kampani itakuwa labda kwa vinywaji tu na sio vinginevyo. Because I'm here kwa sababu nimegombana na boyfriend wangu, that's why I'm here. Sasa unaonaje kama ukiamua kupa nafsi yako burudani kwa kuondoa stress, usahau kabisa yale ambayo boyfriend wako anakukera every day? How? Sijakuelewa. I mean like me and you, we can go somewhere maybe to have fun. Kwa sababu ukiendelea kukataa ni kuendelea kuumiza moyo wako, wakati boyfriend wako yeye anaendelea kupita na watu wengine kule. Okay, fine, we can go. We can go. Yeah. I like that. Fine. Finish your drink first. No, it's not important. Let's go. I'll be happy nikiona leo na. Siku hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kuongea na kumuona mama yangu. Lakini nilivyokuwa nikijaribu kumfikiria nilikuwa najiona nina pengo kubwa sana katika maisha yangu. Pengo hilo nijaribu kuliziba kwa kuwa na wanawake tofauti tofauti. Nikizani nitaziba nafasi yake, lakini haikusaidia. Hakusaidia. Ni nini kilichokufanya sasa mpaka leo ukaja kutubia dhambi zako? Nilipoondoka sasa. Nilipogundua kwamba mama anitaki tena, nilitokea kumchukia. Hata yeye baadaye pale alipoamua kunitafuta, kwa sijali. Hadi hapo jana nilipopata taarifa, kwamba mama yangu amefia katika daladala na amezikwa na City. Pastor, najiona nina hatia kubwa sana. Najiona nina hatia kubwa. Najiona nina hatia kubwa sana kutomzika mama yangu. Mama yangu kazikwa kama mzoga wa mbwa. Hebu sikiza nikwambie kitu kimoja. Rehema za Mungu ni kubwa sana kuliko dhambi zako. Yeye ndio Mungu wa rehema. Husamehe dhambi zote na hata siku moja hata kumbuka. Sikiliza, kama ilivyo mbali mashariki na magharibi, ndivyo atakavyoenda kukuweka mbali wewe na dhambi zako. Kumbuka Daudi katika Zaburi ya 51 alisemaje? Mungu, uniumbie moyo safi nipate kukuabudu wewe katika roho na kweli. Aligundua ibada safi inatokana na kumwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini katika toba halisi. Listen, in his presence there is joy. In his presence there is happiness. In his presence there is everything. Na once unapotubu unaingia katika uwepo wake. Sikiliza, Mungu ataenda kukuumbia moyo safi. Na pia usisahau kupitia ile Zaburi ya 71. Mlilia Mungu, mwambie, Mungu nimekukimbilia wewe. Nisiaibike milele. Katika njia zako uniongoze. Mungu ni mwaminifu. Ataenda kukusamea dhambi zako zote. Soma Zaburi ya 51 mara kwa mara na 71, utauona uweza wa Mungu ndani ya maisha yako. Mungu akubariki sana. Na utazidi kuniambia mabadiliko yatakayoanza kutokea. Stuart, wewe acha uvimbo, mbona umekaa chini kaka? Yaani Stuart, nataka nikwambie kitu. Leo niko vizuri kuliko unavyonifahamu. Yaani kuliko kaida yangu. Mimi siko sawa kabisa kimazoezi. Siko sawa kabisa. Wewe endelea tufanye mazoezi. I'm not okay. Stuart, mimi najua jinsi unavyojihisi kwa sasa. Lakini ningependa ujue hata mimi pia nina huzuni. Na huzuni sana. Kiukweli kwamba hatuwezi kufuta ukweli ambao upo kwa sasa. Hatuwezi. Kwa cha msingi kwa sasa hivi kinachotupasa mimi na wewe kuonesha ule wanaume wetu ili tuweze kukabiliana na hali yoyote ambayo ipo kwa sasa. Mimi hisia zimegoma. And you know that hisia ndio kila kitu. Zikikataa zimekataa. Sasa mimi hisia zangu zimekataa.
Sina jinsi. I'm not okay. Basi mimi nadhani tuanze nyumbani kwa sababu siwezi kufanya mazoezi nikiwa niko peke yangu. Cool. Let's go. Ngombe kitu hivi ni? Yes. Yaani mimi sasa hivi kila ninalofanya naona kama vile siko duniani. Unakosea Stuart. Unakosea sana. Unajua unachokiamini mimi kwamba siku zote mwanaume anatakiwa kukabiliana katika nyakati nzito kama hizi. Ukiona mwanaume anaanza kuregelea katika sura kama hilo, maana yake huyu anaonekana kwamba ana mapungufu kwa kiasi kikubwa sana. What should I do? Nifanye nini? Binadamu yote aliyekamilika lazima awe na taadhila ya kila kitu anachojisikia ndani ya moyo wake. Kwa sababu moyo wa binadamu haukuumbwa kwa chuma, umeumbwa kwa damu na nyama kama ulivyo mwili mzima. Najua. So I have to feel what I feel, man. Lazima nisikie hii hali na lazima nionyeshe hisia zangu. Limenigusa sana hili swala. I'm telling you. Najua sana Stuart. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Okay, kwamba nimekuelewa kuliko mtu yoyote unavyofikiria wewe. Kwa sababu hata alimi inanihusu pia. Kwa cha msingi ninachokuomba Stuart kwamba tukae tumsubiri mzee Mr. Nira. Tumweke kikao tupe jibu lilokuwa liko sahihi. Okay? Tazama nyumba tunaishi. Angalia maisha tunaishi. Jumba la kifahari. Kinachoniuma mimi tumeshindwa kumsaidia mama katika hali ile. Wakati sisi tunaishi katika maisha ya kifahari. We are stupid. Mimi nachokiona kwamba tufuate ushauri wa Father kanisani kwamba tumuombe sana. Tumuombe sana kwa sababu mambo mengine yapo nje ya uwezo wetu wa kawaida. Kila nikitembea barabarani najiona na mzigo mzito kweli wa mawazo kichwani. Kila ninayekutana naye naona kama vile anatambua kosa langu. Yes. Nikwambie kitu kaka. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia kitu kwamba kila kitu kinaanza kikiwa kidogo. Baadaye kinakuwa kikubwa. Isipokuwa ni misiba tu. Inaanza ikiwa mikubwa sana. Lakini baadaye inakuwa midogo na kuzoeleka. Okay? Kwa nachotaka nikwambie kaka tena, narudia tena. Yaani unisikilize kwa umakini kwamba tusubiri mzee arudi. Arudi? Tumpe ajenda zetu, atupe jibu lilokuwa liko sahihi. Okay? Anyway, cha msingi ni hichi, kwamba tutoke twende tukajichanganya na marafiki zetu kwa sasa. Do you think I'll be fine? Do you think I'll be happy? After all this? Yet you're talking hapa and you're telling me you need to have fun with your friends? Do you think I'm going to be happy? Nonsense. Twenzetu kaka. Mimi nachokiamini kwamba siku zote hakuna marefu asiokuwa na ncha. Hiyo mood inaitolewa wapi? Hiyo mood ya have fun with friends na inaitolewa wapi? Oh. My boys. Huyu mdogo huyu anaitwa Stuart. Na huyu anaitwa Alice. Mzee mimi siitwa Alice, anaitwa Alvin. Oh my goodness. I'm sorry. Point of correction. Anaitwa Alvin. Huyu ni mkubwa na huyu ni mdogo wake. Sione hivi ni watoto wadogo sana hao. Kutana na mama yenu mdogo anaitwa Alice.
Love you. Me too. Yeah. Hi, nice to meet you. So, daddy, hiki ndio kikao ambacho ulisema unataka kuongea na sisi? Of course, yes. Wewe uone kwamba ni kitu cha maana hiki? Au mlitaka muone humo ndani? Nimewaita niwatambulishe kwa mama yenu mdogo. Sitaki kufanya mambo ya kihuni na uwezo wa kuchukua huyu mama yenu mdogo nikaweka humo ndani. Asubuhi mkikuta ni mayai tu mezani hamjui ni nani. Nataka nifanye namna hii? This bullshit, dad. We need to talk seriously right now. Hey, man. Muone baba? Muone mdingi anatufanya pale? Umemwona? I don't understand kabisa. Simuelewi na sitomuelewa. I don't. Seriously, I don't. I don't. Do you support that? Unakosea Stuart. Unakosea. Kwa sababu kuna muda vitu vinapotokea manake hatutaki kabisa kuzionyesha sisi zetu. Kwa sababu ukijionyesha jinsi ulivyo manake umeathiri hatua zako. Yes. Kwa cha msingi mimi ninachokifikiria kwamba tungemsikiliza lile jambo mzee kwanza. Then baadaye tumuite katika kikao. Tumuelekeze kitu gani cha kufanya. You know what, my friend? Haitasaidia. I'm telling you the truth. Haitasaidia. Alipaswa kufanya hivyo kabla hajafanya upumbavu wake vile. Ndivyo alipaswa kufanya. But for this time, haitasaidia. Wake up. Haitasaidia. But for this, I can support. Hapana. Unakosea Stuart. Kwa sababu unashindwa kuelewa kwamba kuna vitu viwili. Okay? Kumfikishia ni jambo lingine. Kulifanya kazi ni jambo lingine. Kwa sababu unaweza kumpeleka punda mtoni lakini huwezi kumlazimisha kunywa maji. Kwa hiyo jambo la busara la hekima tukae na mzee tuweze kumueleza kitu gani tunachotaka sisi. Na mimi nina imani kabisa kwamba mzee hatatuelewa. Yes. Huh? Yes. You always like that. You always like that. No wonder. I know you. You always like that. Upumbavu kama ule babu anasema tukae chini tuongee naye, to discuss kitu gani? Open your brain, open your mind, my brother. You always like that. You always behave like a grandfather. Even you, I don't understand you. Sometimes I regret why I have a brother like you. Why you always like that? You dress like a grandfather, you behave like a grandfather. Hey man, I don't get you. You are wrong. I'm very right. You are wrong. You are the one very, very wrong. Wake up. How can you support our dad? Nisikilize kwanza. Katika vitu kama hivyo tunataka kutumia hekima na busara, sio kwa kushout. Huh? Yes. So what do you want to tell me? Nataka nikwambie kwamba kila kitu na haki yako wewe uweze kuipata kwa njia ya kutumia mtutu ama kutumia vita, unaipata kwa njia ya amani, ulimi. Only by talking? Yes. Nonsense. You talk nonsense. You talk rubbish. That's always, I'm telling you, you are talking nonsense. You are my brother, yes, I agree, but you always behave like a grandfather. You are talking nonsense for this. I don't get you, man. I don't get you. Wake up, open your brain, open your mind. Are you supporting Dad? Shit. I don't see anything. I'm tired of your behavior. Seriously. Sikilizeni vijana. Kwangu mimi ninapokaa na nyinyi kuongea namna hii, sina maana kwamba mnataka mnisaidie maamuzi. Mimi naamua mwenyewe. Na naamua kama head of the family. Mnataka ndio hivyo, hamtaki ndio hivyo. Nikishaamua, my decisions are final. Lakini ulichofanya sio fair. And we have to tell you. Ulichofanya sio fair kabisa. Kabisa. Wewe ndio kwanza umekuja. Hutaki hata kuuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Tayari umekuja na maamuzi mapya. Wakati tuna maswali mengi hapa ambayo hayana majibu yake. Maswali gani? How many times tunakuuliza kuhusu mama? Kila tukikuuliza unapindisha habari, unairisha mazungumzo. What's the meaning of this? Albert. Unaniita. Mzee, tumepata taarifa kwamba mama amefariki kwenye daladala na amezikwa na Site. Flora amefariki? Yes. Maskini Flora.
are you doing? Unasikitika? Wewe mshenzi, unataka nifanye nini? Daddy, you are fake. You are very, very fake. Unajifanya unasikitika wakati umesahau wewe ndio ulimsababisha matatizo mpaka akafukuzwa shule? Umempachika ujauzito ukamtelekeza? Hausikitiki kwa sababu ulimsababisha mpaka akaingia kwenye janga la unywaji wa gongo? Usikitiki kwa hilo? Unajifanya ngene unaona? You are very fake, Dad. Dad, you know me, I'm telling you. You know me. Stuart, calm down. You're very calm down. You are grandfather. Don't touch me. Stuart, calm down. Calm down. Elven. Yes. Mwache endelee kutoa dukuduku lake. Kwa sababu akiliacha ile dukuduku atapata kiungulia. Go on, my son. Thank you. Naendelea. Let me tell you that. Wewe ni kama wewe ni muuaji. That you are a dog. That you are a snake. You are a killer. Umehatarisha maisha ya mtu asiye na hatia kwa sababu ya tamaa zako za mwili. Amezikwa kama mzoga. Pengine isingekuwa hivyo, angezikwa kama mtu, kama binadamu. Just because of you. Mama, kazikwa kama mzoga. See, umekaa hapo unajisemelesha, unatuletea, umekaa hapo na mtu wako unatuletea yule mwanamke. She's just a prostitute. She's just like a bitch. Okay, that's enough. That's enough. Afika chini. Nitakurarua kaa chini. Nimekwambia kaa chini. Mshenzi mkubwa wewe. Mshenzi sana nakwambia wewe. Hivi unafikiri unavyoacha na unapiga mshenzi kweli kweli wewe? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Nisikilize vizuri sana. Kuna adabu. Mimi ninavyowaacha hivi una akili sawa sawa wewe? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi ndiye baba wa nyumba hii. Sawa sawa? Na mtu asinipangie kitu chochote. Usinipangie. Hata siku moja usinipangie. Unanipangia umekuwa nani wewe? Unampangia nani? Nani unampangia wewe? Ninachoamua nimeamua na sitaki kuingiliwa. Sawa sawa? Sitaki kuingiliwa hata siku moja. Na kuhusu mama yenu, sikia, kuhusu mama yenu Flora, alitaka mwenyewe. Maisha aliyoishi aliyataka yeye mwenyewe. Mimi sikuwa namwambia anywe gongo. Nilikataza mpaka nikachoka. Lakini mtu akiamua kunywa magongo yake unamfanya nini? Wacha anywe magongo yake. Mtu anakunywa magongo makomo, ni wacha anywe. Nimfanyeje? Kaamua kufuata njia yake. Ulitaka nifanye nini? Na kuuliza Stuart, ulitaka nifanye nini? It is how that. Huyu baba yetu. Isita huyu ni baba yetu. Sikia wewe. I'm asking you, huyu ni baba yetu. Daddy, let me tell you. Mr. Nira, you are a killer. A dog. Sikia. Dad, muuaji ni muuaji tu. Either tumie bastola au tumie panga, lakini muuaji ni muuaji tu. And you are a killer. And I'm telling you the truth. Wewe Stuart, nani ni muuaji? Nakuuliza nani ni muuaji? Mshenzi mkubwa wewe, nani ni muuaji? Unakula hapa unalipa unasema mimi ni muuaji. Sasa kuanzia leo sitaki kusikia maneno haya ambayo tumeongea. Sitaki kusikia kuhusu Flora, kuhusu msiba wala kuhusu Alice. Kama umeshakuwa mtu mzima toka. Nenda kapange. Si unaweza kupanga wewe? Nenda kapange. Umeshakuwa mkubwa, nenda kapange. Lakini ukikaa humu ndani tofuata amri na masharti yangu. Shenzi wewe. Wewe nani? Wewe kunguru tu. Wewe ni panya kama panya wengine. Mara kwenye sanduku, mara kwenye kabati. Una kitu gani mshenzi mkubwa? Toka hapo. Nguru wewe. Tizame kwanza. Huna hata adhabu. Una ila tusu kitu wewe. Alice! Alice! Kama wewe. Shenzi. Namfagia baba yenu mwanamke huko. Baba si kosa. Yaani kuna kipindi nakipenda afu ndo muda. Kwa hiyo nipe niangalie afu nikimaliza Nisikize wewe kaba. Kila kitu unachokiona ndani ya nyumba hakikuhusu. Kwa hiyo mwambie huyu malaya mwenzako akununulie vyako, alafu vitumie vile unavyotaka wewe. Lakini kila unachokiona umkiache kama kilivyo. Nataka ukome kuwa unaniulizia vitu vya humu ndani na kutaka kuvitumia bila kujua vimetoka wapi. You get me? Sikia nikwambie. Mimi babako nimekuwa naye zaidi ya mwaka. Sawa? Na nimeanza kutembea na babako toka niko kwetu.
Ndio maana akaamua kunileta kwenye hii nyumba. Unanielewa? Ili mimi ndio malkia wa hii nyumba. Yaani mimi ndio na control kila kitu kinachohusu kwenye hii nyumba. Umenielewa wewe? Na sio kila kitu tu. Kuanzia kakako mpaka wewe mwenyewe. Bitch, can you shut up? Can you shut up? Because you don't know what I'm going to do. You know what? What's your name? Don't bother. Prostitute. Listen, prostitute. Nakurumia sana kwa sababu unamtukana hakimu wakati hujui kubwa gereza. Eti. You're right. Yeah. Ilo umekosea kidogo, ilo neno lako hujalitendea haki. Yes. Prostitute, very professional. Yaani malaya yule bobea kabisa. Sipingani na wewe. You know what? Ndio na babako akadata na mimi. Yaani mapenzi unakuwa nampa, aliona uko nje anajibana, ndio maana akaamua kuniingiza humu ndani. Na na uhakika 100% hata wewe unazitaka hizo raha. Umeelewa? Sasa kwa taarifa yako nikikuamulia hata umetoka. Are you pushing me? Utaisoma. Yo bitch, are you pushing me? Unanisukuma mimi? Do you know me? Yes, I know you. Very well. You're stupid. Very, very stupid. Am I stupid? Ngoja nikuoneshe, wewe naona unijua. You don't know me. What? Ima. Sasa kuja. Kama moja nishika mkono mwenyewe. Mkono mwenyewe waachie. Usimeshaweka hapa. Toa miguu yako, nguruwe mkubwa wewe. Chance. Nguruwe. Alice! Alice! Acha masaji ile. Sikujua kama tia. Dogo. Yes, where are you going? Baki na bogus wake hivi. Maisha anakwenda kuwa mtu mzima huyu. Ndio mwisho wake wanakaa wanatia watoto wa watu mimba, alafu wanatelekeza. Pumbavu mtupu huyu. Hebu lete serengeti yangu baridi pate mimba. No comment. Nimesema leo pasipikwe wali, hapata pikwa wali. Ndiyo. Nimesema muvue maviatu yenu huko wakati wa kuingia, yatavuliwa maviatu yenu. I'm sorry, sweetheart. That's all. Unajua mnaniharibia si. Stand by Yeli. After shot. Action. Siwaje babako ndo apindui hapa. Yes. This is too much. Msinipe pressure bwana. Nimeamua kutulia na mwanamke wangu. Mnatafuta nini? Si unajua babako ndo amefika hapa apindui. Good day. Mwanania. Basi dada. Huyu mwanamke atanionaje mimi? Toka! Nguro hii. Sina kiki. Nataka nikwambie kitu kimoja. Sina kiki. You know what? Leo nahitaji nina Nataka nikwambie kitu kimoja. Sina kiki. Si kila kingacho, twende. Tumshauri nini? Sawa na wewe. So, tunamshinda kumshauri dada.
Naweza. Ningepata kuku kidogo, mimi niko sawa. Pita club na tuemsha bia hapo. No, dada. Mbuzi. Vijana. Mbuzi ulete mguu mmoja bwana. Wacha watoto. Bwana. Oya, Kanumba serious na si wala. Ah. Okay, Lonnie? Action. Kanumba toka kitambaa basi. Hamna angalia huko. Okay. Wewe tukisababisha macho ndio tunafanya balaa. Action. Hebu mwambie Muhando niletee condom pakiti 3. Mwambie mzee Nira nataka mguu na uchome sawa sawa. Sio kuweka mamikaa moto mengi achome taratibu hivi bwana. Na kachumbari, weke kachumbari. Usiseme kachumbari, salad. Weka salad. Mwambie weke na salad ya kutosha.